إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة والفوز بالجنة والزحزاح عن النار لمن نطقها بصدق دون كذب ويقين دون ريب وعلم دون جهل وإخلاص دون شرك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المطيع المتقي وخسر المذنب الشقي وهلك العاصي المعتدي. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد أشكر الله تبارك وتعالى لكم تكيا رحمة أمان محمد صلى الله عليه وسلم نأوصيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huo ndio wasia Allah ametuhusia sisi, na wasia huo wameusiwa waliokuwa kabla yetu sisi. Biidhnillah, khutba yetu ya leo itakuwa ni endelezo la khutba iliyopita iliyokuwa imebeba mada inayosema huruma yako mwanga kwao. Huruma yako mwanga kwao. Na mada hii nimeweza kuichomoa na kuinasua katika kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam pindi alipoweza kusufiana na Nabii Allah Khidri alayhi salatu wassalam. Pamoja na kuwa kuna ikhtilafu ya ulama, lakini dalili za wazi na zenye nguvu zinathibitisha Khidri ni nabii wala si mja mwema. Na alhamdulillah, Allah amenipa taufiki kwa uchache wa elimu yangu. Ijumaa iliyopita niliweza kuongelea jambo la kwanza la Khidri kuweza kuipasua ile meli, na nikaelezea mafunzo yaliyopatikana ndani yake, na kwa wale ambao kwamba watataka kufahamu au kuyajua ni yapi, wakirudi kwa channel zetu wataipata huko iliyopita inshallah. Ama leo tunaendelea mtu wa pili ambao kwamba huruma yetu itakuwa ni mwanga kwake. Wa kwanza ni maskini, wa pili ni pale Allah aliposema katika Qur'an, fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udra.
hichi, hakumuuliza hili wala lile, bali alimuulia mbali na akamnyonga, akammalizia mbali. Kwa sura yetu, kwa mtizamo wetu, kwa huruma aliyotupatia Mola wetu, tumefahamu kwamba haya ni mauaji Khidri ameyafanya, na mtu kwamba yuko na utu na ubinadamu
visa vitatu vyote vinampatia Musa funzo. Idha ta'aradat al-mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima, yakikutana mambo mawili yenye madhara, huzingatiwa lile lenye dhara kubwa ni namna gani tutaliepuka, hata kama tutaingia katika dhara dogo. Ndio mwanzo nyuma akakubali Khidri kufanya jambo lenye madhara madogo kwa kupasua boti ili kuhifadhi dhara kubwa kwa maskini wasije wakapokunywa boti la mfalme. Na hapa pia imekuja kaida ile ile, ametanguliza dhara ndogo kuepusha dhara kubwa. Dhara kubwa, Waislamu, jueni huyu mtoto aliponyongwa na akauawa, amekufa ikiwa Allah amejua lao atakuwa mkubwa, huyu moja kwa moja ni kafiri, lakini ni kafiri pekee ambao kwamba Allah amemtabiria angeendelea kuishi angekuwa kafiri, pamoja na kuwa amekufa kabla ataingia peponi biidhnillah taala. Na hii inakupa funzo wewe ujue kwamba elimu ya Allah ilipokuwa na wasaa wasi'a kulla shay'in ilma, yuwajua mambo ambayo kwamba hayajafanyika, yuwajua mambo ambayo kwamba yanafanyika, yatafanyika, na ambayo kwamba hayajafanyika leo yamefanyika, vipi yatafanyika. Huyu kijana hajawahi kuwa mkubwa kabadilika kadhihirisha ukafiri wake, lakini Allah ameeleza katika Qur'an, wa amma al-ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Huyu kijana wazazi wake wawili ni waumini, yeye kuuawa kwa haraka, tumemhifadhi, tumemchunga ili angekuwa mkubwa angekuwa kafiri yeye na angesababisha wazazi wawili kuwa makafiri. Na leo ni wazazi wangapi ambao kwamba hawajui milango ya wachawi isipokuwa baada ya kutafuta watoto? Ima wameketi miaka mingi hawajapata watoto, wameomba dua, mwisho wameambiwa kuna mtaalamu fulani, nenda wapatiwa maagizo, dawa hii funga kiunoni, dawa hii weka katika nguo zako za ndani, usiwahi kuvua, usiwahi kugusa maji, usiwahi kuoga, usiwahi kufanya vyote hivyo kwa muda wa siku 40 utapata mtoto. Walijifanya kwa siku nyingi na ushirikina, lakini kutafuta mtoto uliopelekea kushirikina. Na ni wangapi Allah amewapatia watoto, lakini walipopata watoto wakawa wagonjwa, wameenda kwa milango yote kubisha watoto wao watibiwe, mwisho wamefika kwa milango ya waganga na wachawi, wakatolea makafara mpaka Madina. Ndio Allah tabaraka wa taala ameeleza haya katika Qur'an, falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma lain ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Kwanza walimwomba Allah, tujalie tupate mtoto mwema, tutakushukuru. Lakini alipokuja mtoto, kila mmoja amekimbilia kumshirikisha. Sasa angalieni faida, dhara ya mtoto kuuawa na faida ya mtoto kusalimika na ukafiri na dhulma na kuvuka mipaka, na faida ya wazazi kusalimika na ukafiri na dhulma na kuvuka mipaka, mwisho wao wazazi na mtoto wao waingie peponi biidhnillah tabaraka wa taala. Ipi iko na faida nyingi? Je, kwa wao kuingia na mtoto wao peponi au kwa mtoto wao kuendelea kubaki hai? Ipi iko na madhara mingi? Kwa wao kuingia na mtoto wao motoni au kwa mtoto wao kuuawa hali ya kuwa hajabaliki? Ipi ndio ina madhara makubwa, ili tuache madhara makubwa twende kwa madhara madogo? Na ipi ina faida kubwa, ili tuache faida ndogo twende kwa faida kubwa? Kwa sababu ad-dinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil-mafasid, fa in tazahama adad al-masalih yurtakabu al-adna min al-masalih wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu Waislamu, haya mafunzo ambayo kwamba anayatoa Nabii Allah Khidri kwa Musa ni mafunzo ambayo kwamba Musa mwenyewe yashamtokea, lakini amesahau. Wakati alipokuwa yomlaumu Khidri kwa kupasua boti, alimwambia kharaqtaha litughrika ahlaha, papasua hawa maskini tuangamie na wao katika bahari hii, tugharakike. Khidri anamkumbusha, na wewe wasahau ya kuwa Allah alimwambia mamako anakdhifihi fil yammi thumma yulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu. Leo baikana boti lililopasuliwa, wasahau wewe ulitoka katika kijisanduku wakati ni changa na ukatupa kwa bahari huku angamia. Leo maskini hawa ni wavuvi wanajua kuogelea, wako na boti, wewe mtoto mchanga hujui chochote, umetupwa kwa bahari wakati umebeba kwa sanduku. Ni nani ambao kwamba hata wewe mvuvi hodari vipi akupe rebisi apatie boti uko peke yake ataketi kwa amani? Lakini Musa alilala kwa utulivu, wala hakuwa na wasiwasi. Ikiwa alikuwa kwa mdogo, ilikuwa na wasiwasi na hawa watu wazima. Wewe Musa ulimuua yule mtu ambao kwamba wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqada alayhi. Walimpiga ngumi mtu wa watu na hatia na ukamuua. Leo babarika mimi nikiua mtoto, haya uliyofanya wewe pia. Sasa bado yamkumbusha na yomwelimisha. Waislamu, tupateni funzo. Ihfadhillah yahfadhuka, ukimhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Wazazi wawili wamemhifadhi Allah kudumu kwa kufanya anachokitaka Allah. Allah amehifadhi imani yao, Allah akahifadhi mtoto wao. Bali unapokuwa mkweli wa kumhifadhi Allah, Allah atahifadhi, atakuhifadhi wewe na atahifadhi na kila mtu kwamba ni chako kilichokuwa na manufaa kwako. Ihfadhillah yahfadhuka. Wamemhifadhi Allah na Allah akaweza kuwahifadhi wao. Jueni kuwa Nabii Allah Khidri anatupatia mafunzo pia, tukiwa tutatumia maneno yetu kwa Mola wetu tuwe na adabu na heshima. Kwa upande wa kupasua boti akasema, fa aradtu an aiba, mimi nilipasua, nilikuwa nataka kutia aibu na dosari kwa boti. Hakusema Allah ninamsha nipasue, kwa sababu inaonekana ni matamshi ya ukosefu wa adabu. Kwa nini wanasimisha kwa Allah? Na alipoua, kwa upande fulani kuua ni jambo baya, na kwa upande mwingine ukiangalia aliyeuawa amesalimika na moto uenda peponi na wazazi wake, ni jambo zuri. Akanasibisha yeye na Mola wake, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakata. Tukataka imana, tukataka kwa upande wa mauaji maovu nilitaka mimi, lakini kwa upande wa kumhifadhi na ukafiri na dhulma na usha kwenda peponi ametaka nani? Allah. Na hizi ndo adabu zinazotumika na manabii wote. Nabii Allah Ibrahim aliposema huwa alladhi khalaqani wa huwa alladhi khalaqani wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu, yeye Allah ndo ameniumba, yeye Allah ndo ananiongoza, yeye Allah ndo ananilisha, yeye Allah ndo ananivisha, yeye Allah ndo ananivisha. Lakini ilipokuja kwa maradhi alisema yeye Allah ndo ananifanya nipate maradhi. Alisema wa idha maridtu, na nikiwa mgonjwa. Hakusema yeye akinipatia magonjwa, kwa sababu umechunga sikose adabu kwao. Nabii Allah Ayub alimwambia Mola wake, rabbi inni masani yadhurru, nimepatwa na madhara, nimepatwa na ugonjwa. Si wewe umenipa ugonjwa, ni Allah ndo amekupa, si ndio? Lakini ametumia adabu kwa Allah. Nabii Allah Yusuf amesema kumwomba Allah, amwambia rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min
kutumia adabu ya maneno yetu kwa Mola wetu. Usibakie ukisema bwana, mimi tu ndo mwenye mikosi, Mungu haoni mwingine, mimi sina kazi, watoto wangu wagonjwa, sina renti, sina kula, huyu Mungu ni mimi tu. Kuwa na adabu na Mola wako na ujue ya kuwa anachokupangia ni kheri kwako. Kuna meli moja ilikuwa inasafiri na imebeba wafanyabiashara kadhaa, na kila mmoja amebeba mrundiko wa mali yake ili aenda kauze. Meli yaendelea baharini kule, nahodha akasema, kulingana na experience yangu, meli imebeba zaidi, imebeba heavy kubwa sana, weight kubwa sana, lazima vitu vipunguzwe au sote tutaangamia. Wameshauriana wafanyabiashara, kama na mmoja ni mgeni, si wale waliomzoea, huyo mgeni wa sasa, wakakubaliana huyu mgeni ndo mali yake yote ituko baharini, na hana nguvu kwa sababu ni mgeni, hana kumsaidia. Wale wengine walikuwa kijuana, akatupwa ile bidhaa zikatupwa baharini. Lakini mwisho wa kwisha wakaona huyu tukifika kule atatusumbua kutuwekea mawakili kesi, wakasema si bidhaa tu, na yeye mwenyewe pia tumtupe ndani. Jamaa anajaribu kujitetea, lakini nani atamsikia? Ametupa yeye na mizigo yake baharini. Alhamdulillah, ametapatapa, maji amepeleka ufuoni, amesalimika yeye, lakini mizigo ameenda na maji. Ameketi ufuoni, kuna matunda kadhaa, kuna miti kadhaa, na kula pale, manake hana chakula, hawezi kupika, hawezi kununua, ajui yenda wapi. Akatengeza kijumba chake cha makuti ndio ajistiri nao pale, asipigwe na jua, alale. Basi imeenda mana radi ya piga baada ya masiku kadhaa, kile kijumba cha makuti pia kikapigwa na radi, ikawaka moto. Akalalamika, Mola wangu, mimi tu ndo naingia katika hizi shida, mizigo yangu imepotea, sina yoyote zaidi yako Mola wangu, saa hivi nyumba yangu imeichoma, nifanye nini mimi? Akabakia amelala pale, amegiva. Mara baada ya muda yuona kuna meli imetokezea mahali, imeshukisha dau, watu wamekuja na dau mpaka ufuoni, wamemfikia yeye. Shangazi, kwani mkaja? Asema, tuliona moto wawaka moshi, tukajua kuna mtu anahitaji usaidizi, ndio maana tukaweza kuja hapa. Wallahi, Allah anapokupangia wewe ni bora zaidi kwako, na ujue kuwa yeye ni mipango mizuri zaidi kwako kushinda yoyote, hata kushinda wazazi wako. Ndio hapo akasema, alhamdulillah ya rabbi amruka kulluhu khair, fallahumma idha waqat bina as-subul fa'arina tariqa farajik, wa idha ihtarakat amaluna fa'abdilna bi khairin minha la nahtasib, watma'in qulubana bi anna rahmataka awsa'u min kulli hammin. Ewe Mola wetu, tunakuomba ikiwa tumepata matatizo na dhiki, tuoneshe barabara ya kupata faraja yako. Ewe Mola wetu, tunakuomba matarajio yetu yakichomeka, basi tubadilishie yaliyokuwa bora zaidi, ambayo kwamba hatukuwa na matarajio nayo. Napatia utulivu moyo wetu kwa kujua rehema yako ni yenye wasaa kwa yoyote aliyokuwa na stresi na hamu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an al-khulafa'i al-arba'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sa'ir as-sahabah ajma'in. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut وحسن الختام عند الموت ونطق الشهادة في الموت وقول الثابت بعد الموت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nitaomba baada ya swala kuna tangazo muhimu sana kwa wale ambao wataweza kuwa na subra chini ya dakika 5 waweze kusikia na